Baada ya kuangalia lesoni yetu ya leo, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana kwa kweli tunahitaji pumziko. Na tunajua kamili vile tumepata pumziko, tuwapata tukiwa ndani ya Yesu. Kwa hivyo iliweza kumgharimu maisha yake, uhai wake, ili ukaone pumziko. Kumbuka vile Adamu na Hawa walikuwa wanahangaika hapa na pale. Hawakuona utulivu mpaka wakati Bwana aliwaongelesha na hata kuwavalisha tena nguo aina ya ngozi. Hapo ndipo waliweza sasa kuona utulivu. Lakini mpaka leo hii wanadamu wanahangaika. Na Yesu yu pale ili mimi pamoja na wewe tukaweze kumwamini, na kupitia kwa imani kwake tuweze kuwa na amani, tuweze kupata pumziko ulio kamili. Kwa hivyo naomba Mungu aweze kuwabariki hata mnapoendelea kuangalia yale Bwana ametenda katika maisha yenu, katika maisha yetu, ili tukazidi kuwa katika upande wake. Katika masaa haya tunataka tuingie katika kipindi cha uimbaji, na kwa hivyo ninawakaribisha nyote muwe manyumbani mwenyu, mahali popote mnaweza kuungana nasi kupitia kwa mtandao. Nawe pia uinue moyo wako ili tukaweze kumsifu Bwana kwa njia ya nyimbo. Tuweze kuomba ndipo tupate kuanza. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tuwasema ni asanti kwa jinsi umekuwa pamoja nasi. Asante Bwana kwa vile ulipanga tupumzike, na ndiyo sababu umetupatia siku hii ya leo ya kwamba tupumzike. Kristo, kama haungeweza kuweka hata siku ya pumziko kama ya leo, najua mwovu angetufanyisha kazi kiasi cha kwamba tuangamie. Lakini asante kwa wema wako, asante kwa vile unatujali, asante kwa vile umepanga kuendelea kuwa Mungu wetu. Tunapokuwa mbeleni mwako kwa njia ya kupa sifa, Baba, ninaomba ya kwamba tuinuke katika nyoyo zetu tukuamini. Napokea sifa yetu, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Tutaweza kupata wimbo katika kitabu cha Kiswahili. Namba ni 54. Nataka nimjue Yesu. Nataka nimjue Yesu. Kwa hivyo tuendelee. Nataka nimjue Yesu. Popote ulipo tuimbe pamoja. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kufahamu, nijue pendo lake tu, wokovu wake kamiliza.
nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu zaidi zaidi, nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka tena zaidi daima kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza zaidi zaidi, fahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake zaidi zaidi, fahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili zaidi zaidi zaidi, fahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Amina. Amen. Inafaa hilo na liweze kuwa ombi letu sana, ya kwamba tuweze kumfahamu Yesu hata zaidi na zaidi, na kupitia kwa kumfahamu tutapata raha. Tukiangalia 59 katika hicho kitabu, yatuambia tufanye kazi zetu usiku si mbali. Na kweli Biblia linatuambia ya kwamba fanya kile ambacho mkono wako imepata ya kufanya, fanya kwa nguvu zako zote. Kama ni kumtumikia Mungu, fanya kwa bidii, fanya kwa nguvu. Kama ni kufanya shughuli zako vile Mungu ametuamuru tufanye kazi siku 6, tufanye kazi kwa bidii. Fanyeni kazi zenyu usiku si mbali. Fanyeni kazi zenyu usiku si mbali. Twende. Fanyeni kazi zenyu usiku si mbali. Kesheni sana
Injili, na hiyo Injili sana wahubirini watu wa mbali. Fanyeni kazi zenu, giza yasongea, na wengi wenzi wenu wamo gizani. Msipoteze moja dakika hizi, Bwana atarejea mwisho wa kazi. Fanyeni kazi zenu, hivi jua lachwa. Wote walio kwenu apenda Mungu, na sisi tumjuaye na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tumfurahishe. Basi vile nilivyowaambia wenzangu, tufanye kazi zetu kwa bidii. Unapofanya kazi, hata kama ni yako, unapofanya kazi hata kama ni ile ambayo inakupa faida fulani, lakini ujue ya kwamba Bwana akikuita usiweze kukataa kufanya kazi yake. Ndipo tutaimba 57. Usikatae kazi yake Bwana, ukae tayari kuifanya kazi. Tuimbe. Usikatae kazi yake Bwana, ukae tayari kuifanya kazi. Uende popote Mungu akitapo, nawe utaona furaha mbinguni. Usikatae, njoo uifanye kazi. Usikatae kazi yake Bwana, ili hatimaye usikatazwe juu. Usikatae kazi yake Bwana, kwa nini kawia? Fanya kazi leo, mavuno meupe, wachache wavuni. Onyesha furaha kwa kazi ya Bwana. Njoo usikatae, njoo uifanye kazi. Usikatae kazi yake Bwana, ili hatimaye
ikatazwe juu. Usikatae kazi yake Bwana, kukataa pendo kwako ni hatari. Saa ya rehema Yesu akiomba, ziungame dhambi, mbinguni. Njowe usikatae, njowe uifanye kazi, usikatae kazi yake Bwana, ili hatimaye usikatazwe juu. Maana tukiweza kukataa kufanya kazi ya Bwana, basi tuweze kusahau mbinguni. Hatutaweza kupokelewa mbinguni, sababu kila mtu anapata malipo kulingana na kazi yake. Kwa hivyo katika hali hiyo, tuweze kufanya kazi katika hali ya kukaza mwendo, ili tuweze kufika mbinguni. Tunapofanya kazi ya Bwana, ujue ni hali ya kukaza mwendo. Unapopuuza na kuacha, basi ujue ni kama umeacha kukaza mwendo, ukaweza kuamua kupumzika. Na mahali pa kupumzika, basi kama ni hapa, tutaweza kuangamia. Tukaze mwendo mbinguni. Namba 73. Na kaza mwendo mbinguni, na kaza mwendo, na kaza mwendo mbinguni, kila siku na panda juu, naomba nikisafiri, Bwana uniongoze juu. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbinguni juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Moyo wangu hautaki kukaa hapa, nipo shaka wengine wapenda jini, nia yangu ni kufana. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbinguni juu
niko dunia, Bwana uniongoze juu, Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbingu juu kuliko dunia, Bwana uniongoze juu. Asante. Tunapoendelea kidogo, watu katika dunia kwa sababu ya kuona shida kila wakati, ingawa tuko katika hali ya kukaza mwendo kuenda mbinguni, lakini muovu anatupiga vita kiasi cha kwamba wengine wanakata tamaa na hata kuacha usafiri. Lakini katika hali hiyo unapata ya kwamba kuna wengine ambao wamekata tumaini, hawawezi sasa hata kumlilia Bwana, hawawezi sasa hata kumuomba Bwana ili awatie nguvu tena waendelee katika safari. Lakini kunao wale ambao hata kama shida zipo, lakini unapata wanaendelea kumlilia Bwana, wanaendelea kuomba Bwana, wanaendelea kusihi Bwana, na hata maswali mengine ambayo wanamuuliza Bwana ni kama ombi mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanapojiuliza ni mpaka lini Bwana utakaa mbali, basi ujue ya kwamba wana uchungu katika nyoyo zao. Lakini sio ajabu, kwa maana Bwana andiko linatuambia ya kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye karibu. Na labda wanapouliza maswali kama hayo, unapata Mungu anashuka na anawasaidia na wanaendelea katika safari. Kwa hivyo usichoke na uache kusafiri, bali kuwa na maswali wakati mwingine wa kumuuliza Bwana, Bwana utaniacha mpaka lini? Si unisaidie tu ili niendelee katika safari. Kwa hivyo namba 78, mpaka lini Bwana utakaa mbali? Mpaka lini Bwana? Twende. Mpaka lini Bwana utakaa mbali? Kumetuchosha moyo kukawia hivi, utatujia lini ili
Bwana yu karibu, utatujiamini iwe tufurahi katika ile nuru kuja kutukufu. Amina. Tunaendelea kumshukuru Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mungu, na wakati kama huu ambapo tunaulizana maswali mazito kama hayo, inahitajika tuweze kumwomba Mungu atupe moto wa uhai. Kumbukeni ya kwamba watu kama kina Abrahamu, sio ya kwamba shida hazikuwepo kwa wakati wao. Shida ziliweza kuwepo, lakini hata katika hali hiyo bado walimtegemea Mungu. Unapata kumbuka watu kama Enoka. Andiko linatuambia alitembea na Mwenyezi Mungu na hakuweza kuona mauti. Sio ya kwamba wakati ule shida hazikuwepo. Ilipata kama tayari dhambi imeweza kuvamia dunia. Kwa hivyo shida zilikuwepo, lakini katika hali hiyo bado alitembea na Mungu. Ndipo hata na sasa sisi, baada ya kuulizana maswali na kumuuliza Yesu atakaa mbali nasi mpaka lini, tusiweze kuanguka, bali tuombe Mungu atupe moto wa uhai ili tukaendelee katika safari hii. Wengine wamechoka wenzangu, nawe usichoke. Namba 8, tupe moto wa uhai uliowaka zamani. Tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbukana kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Mwimbaji huyo anaomba Mwenyezi Mungu
aendelee kumhuisha kupitia kwa Roho Mtakatifu. Hata sisi pia bado ni hivyo tu, tukiweza kuomba, basi Baba atatuisha kwa Roho na tutaendelea katika safari. Mwaweza kushangaa ni kwa sababu gani nyimbo hizi ambazo twaziimba zina uhusiano na safari ya mbingu. Wenzangu, tumaini letu liko katika Bwana. Na kama hatusafiri, basi hakuna haja tujiite wa Kristo. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba tu katika safari. Lakini safari yetu inaelekea wapi? Inaelekea mbinguni. Kwa hivyo kazi yetu ni kukasa mwendo, kumuuliza Baba atuwezeshe, azidi kututia Roho Mtakatifu ili hata mmoja asiangamie baadaye. Tunapotaka kutamatisha, tutaimba 135, alafu tuombe tuweze kutamatisha.